Msiwaone wamama wengine, sio kwamba ni malaya, lakini wameshashindwa. Maana amezungusha machungwa, amezungusha maembe, maavocado, manini. Mwisho anakutana na mwanaume wa Red Cross. Anamwambia mama, unapambana sana. Kwa una mahitaji? Ndio. Nini? Watoto wanasoma, renti, nini? Naweza kukusaidia? Ndio. Anamsaidia mara ya kwanza. Anakaa tena naye, anamsaidia mara ya pili. Hakuna msaada unaotoka kwa mwanaume usio na sababu nyuma ya pazia. Huku mwanzoni anaonyesha kama Mtakatifu Paulo. Anakusaidia kama hana shida. Anakusogeza mahali. Mwisho mama anapokea misaada ya huyu kijamaa. Miezi amemsaidia. Mama anajiuliza swali, msaada huu mimi nitalipa wema gani? Wema gani nitakao msaidia? Mwisho anajikuta anaenda kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 3. Anasoma misali inasema Petro na Yohana wakawa napanda kwenda kusali saa 9. Wakamkuta mlemavu kwenye mlango. Wakamuuliza, wakamwambia, sisi fedha na dhahabu hatuna, tulichonacho ndicho tukupacho. Mama na yeye anasema fedha na nini sina, nilichonacho. Mnashangilia? Mnashangilia? Haya sio ya kushangilia. Kwa sababu anapotoa alichonacho. Kuna wanaume nimesema jana wana mashuti ya Ronaldo na Messi. Shuti moja ndi mama anarudi nyumbani na goli la Ronaldo. Ndio kanatokea kwa katoto. Wanaume, tunza wake zetu. Tutunze wake zetu. Pokea magari, na pokea makontena kutoka China, na unapokea makontena wakati hujawahi kuuza hata nyanya, hujawahi hata kuuza mapapai. Unapokea makontena, hujui hata kurudisha chenji ya kioski chako, unasubiri makontena kutoka wapi? Unapokea magari, simu yako tu kuweka vocha inakusumbua. Hivi hilo gari utaweka mafuta kutoka wapi? Kama sio kwanza kusumbua watu, nijazie lita 2, nije naomba. Uliomba la nini? Mungu saa nyingine anakupa vitu kulingana na uwezo wako. Vitu vingine ni discipline yako mwenyewe. Kuendelea kuko mikononi mwako. Chakalika, fanya kazi, jitume. Hakuna mabadiliko ya kiuchumi yatakayokuja kwa miujiza. Mabadiliko ni uchumi wako wewe kutulia, kufanya kazi, kujituma. Hapa tutafanya maombi, lakini usitegemee maombi ya mazingaombwe hapa. Tunaombea kazi ya mikono yako. Tunaombea kazi unayojituma ili Mungu akufungulie milango, upate kazi kwa sababu umesoma, upate kazi kwa sababu una utaalamu. Sasa wewe hufanyi kazi kuangalia TV, kusikiliza prophesy papa akutabirie upate gari. Unafikiri utakuja kulikuta gari limesahauliwa njia panda, kwamba hili ndio alio prophesy prosoni? Waone kwanza. Yaani nataka vitu vya mkato tu. Yaani wewe kufanya kazi utaki, kujituma utaki, kutoa utaki, ili Mungu akubariki utaki. Hasa unataka vitu mkato tu. Ukija hapa ni gospel la kwenda mbele. Likunyoshe kwanza. Maana Biblia inasema tafuteni kwanza ufalme, na makontena mutaongezewa, na magari mutaongezewa, na maduka makubwa mutaongezewa. First ufalme. Yaani mahusiano yako na Mungu yakikaa sawa, hata ukipata magari hayatakushuzua,
hayatakufanya uwe limbukeni. Hata ukipata kazi ya juu hautakuwa limbukeni. Hata ukiwa na mtaji mkubwa hautakuwa limbukeni. Maana Mungu kwanza kwenye maisha yako. Mungu ametawala maisha yako. Hasa hebu angalia kiroho chako chenyewe cha kuunganisha na soul tape. Yaani kiroho chako cha kuunganisha.